wakati nikiomba nikaletewa kiongozi mmoja anaitwa Paulo Makonda. Ni kiongozi wa serikali na alishawahi kuwa mkuu wa mkoa wa Arusha. Sawa sawa. Sasa Mungu akaniletea huyu Paulo Makonda. Huyu Paulo Makonda nikawa nimemuona yuko barabarani anatembea. Alipokuwa anatembea akawa anasaidia watu. Sawa? Nikakuta kundi kubwa la vijana linamfuata. Katika ulimwengu wa roho, sawa? Kundi kubwa la vijana linamfuata. Nikaona Mungu anakwenda kumuinua Paulo Makonda, anakuja kuwa maarufu hapa Tanzania. Sawa sawa. Nikaona anainuka kuja kuwa maarufu Tanzania. Na vijana wengi wakaanza kumpenda, wakaanza kumfuata, wakaanza kumsikiliza. Lakini na akawa anawasaidia watu fedha, anawasaidia watu mitaji, anawasaidia watu mali. Lakini kitu kingine ambacho nilifurahi sana kwenye yale maono ambayo Mungu alinionyesha kuhusiana na huyu kiongozi ambaye ni Paulo Makonda, nikaona anawasaidia watumishi wa Mungu mbalimbali. Nikaona anawasaidia watumishi wa Mungu wale wanaokwama katika uchumi. Kuna watumishi wa Mungu walikuwa wakipewa fedha, wakipewa mitaji ili waweze kuendesha na kufungua makanisa na kuinuka kiuchumi. Lakini baadaye ikainuka vita mbele yake kwa huyu Paulo Makonda. Vita iliyokuwa imeinuka, kuna maadui walipanga kushambulia kwenye eneo la afya. Kwenye eneo la afya. Afya yake ikaanza kushambuliwa. Kwa hiyo Mungu akanisemesha, Roho Mtakatifu akaniambia tumuombee kwa sababu kuna vita ya kiafya inakuja mbele. Sawa sawa? Amen. Na chochote ambacho kizuri kinafanyika lazima kinakuwa na maadui. Sawa sawa? Amen. Paulo Makonda ni mmoja kati ya viongozi ambao baadhi ya watumishi wa Mungu wanamzungumzia tofauti sana. Lakini Mungu alinisemesha kwenye haya maono, kuna kitu ambacho atakuja kufanya, ila vita yake itaingia kwenye afya. Kwa hiyo maana yake inabidi achunge sana kwenye afya. Maana yake aongeze ulinzi kwenye eneo lake la afya. Sawa sawa? Amen. Hatakiwi kutibiwa kila hospitali, cha kwanza. Hatakiwi kula kila mahali, cha pili. Naelewa? Amen. Sasa Mungu alinisemesha haya maono nikayaona. Kwa hiyo ana vita ya kiafya. Maana yake watu wanaweza wakamtengenezea uadui kwenye lango la afya, afya yake itaanza kudhoofika, baadaye mtu ataanza kupata matatizo. Kwa hiyo Mungu anatuonesha viongozi mbalimbali tuweze kuwaombea. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo ulimwengu wa roho ni kitu ambacho kinafanya kazi. Ulimwengu wa roho ni kitu ambacho kilikuwa kinaonekana. Kwa hiyo tokea pale ni kwamba tuna kazi ya kumuombea huyo kiongozi, baadaye aje kuwa msaada kwa taifa letu. Amina. Amen. Kwa hiyo hivyo ndivyo namna ambavyo mambo yanaenda. Kwa hiyo Mungu anaweza kuonesha hata viongozi katika viongozi wa kiroho, pia viongozi wa dini mpaka rais. Mimi hapa nina unabii mpaka Mama Samia, Mungu alinisemesha. Naelewa kwamba ni muombee eneo gani rais wetu, ni muombee wapi najua. Kwa hiyo unapokuwa mtumishi wa Mungu sio tu kula ugali kila siku, ni kuingia kuombea nchi, kuombea watu. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo watumishi